Na ikiwa tarehe 21 Februari mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na tunaanza na taarifa za tanzia, mahali ambapo aliyekuwa na hudumu kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IEBC tangia mwaka wa 2017 hadi mwaka wa 2023, Wafula Chebukati amefariki. Kulingana na familia, Wafula Chebukati amekuwa mgonjwa kwa muda na amesafirishwa hivi karibuni kwenda jijini Nairobi kupata matibabu zaidi, wakati ambapo amefariki usiku wa kuamkia leo. Rais William Samoei Ruto ameongoza viongozi wengine kutuma risala za rambirambi kwenda kwa familia na wapendwa wa Wafula Chebukati. Kutoka AGR tunaombea faraja kwa familia. No, I, Wanyonyi Wafula Chebukati, having been appointed chairperson to the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that I will at all times obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. That I will faithfully and fully, impartially, and with the best of my ability, discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. In accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president. Tukiendelea na taarifa kama hizo, Rais William Samoei Ruto ameongoza viongozi wengine, naibu wake Profesa Kithure Kindiki, Musalia Mudavadi, mawaziri, magavana na wabunge na vile wawakilishi wadi nyumbani kwa spika wa bunge la Seneti Amason Kingi katika maziko ya babake mzazi. Viongozi hao wamemiminia mzee Kingi sifa sufufu, wakisema kwamba ni mzee ambaye alikuwa ameweka kipaumbele elimu katika eneo hilo katika kaunti ya Kilifi. Vile mzee alisomesha watoto wake na kusimamia hii familia yake, it is one of the wonders of this world. Manake wakati mwingine sisi kama familia, hasa sisi ndugu, hukaa na kuangalia ile safari ambayo tumetembea na mzee huyu na hatuamini tulifika vipi kule ambapo tumefika hivi leo. Lakini kwa sababu ya kiu kubwa ya mzee, hususan kwa mambo ya elimu, mzee alifanya hima na bidii kuona kwamba watoto wake wamesoma. Na alifanya hayo wakati ambao wazazi wengi katika kijiji hiki chetu walikuwa haja kumbatia elimu hivyo. Katika maziko hayo pia viongozi ambao walihudhuria wamezungumza kuhusu umoja wa Wakenya, huku pia wakiwashtumu wale ambao walisherehekea kuanguka kwa Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha kutafuta wenyekiti wa mataifa ya Kiafrika AUC, kiti ambacho kilichukuliwa naye Mahamud wa Djibouti. Viongozi hao wamesema kwamba ni vizuri wa Kenya kuwa pamoja na kuwa wazalendo. Umoja wetu ndio utatuwezesha kufanya mambo yote ambayo tunataka kufanya kwa amani. Ni kushukuru Rais kwa vile uliamua baada ya uchaguzi ya kwamba hata wale ulishindana nao mambo ya uchaguzi ulikwisha
na nishukuru pia mzee wetu Mheshimiwa Raila Odinga vile vile akaamua mambo ya uchaguzi imekwisha na mkaanza kufanya kazi pamoja. Uzalendo wetu katika miongoni mwa wengine ulipotea. Na ni jukumu la serikali kwamba ikiwa kuna nafasi ambazo zinahitaji Wakenya ambao wana ujuzi ama tajriba, tutawasaidia. Mandate moja ya Foreign Affairs ni kufanya hivyo. President alisimama kufanya hivyo. Kwa hivyo wale wa Kenya ambao walikuwa nafikiri haya ni mambo ya kibinafsi ya Mheshimiwa Raila, waache kupotosha watu, kwa sababu kesho miongoni mwao kutakuwa na nafasi zingine za kiulimwengu ambazo watahitaji. Wakati huo huo pia naibu rais Profesa Kithure Kindiki amewashtumu viongozi wa makanisa, huku pia akiwashtumu wa Kenya wanaoikosoa serikali wakati ambapo serikali inatangaza yale ambayo imewafanyia wa Kenya. Kindiki amesema kwamba huo si uzalendo, na amesema kwamba lazima katiba inawaruhusu kama serikali kuelezea wa Kenya yale ambayo wamewafanyia. Kanisa wakijaribu kutunyamazisha tusiongee mambo ya ile programs ambazo serikali inafanyia wananchi. Na mimi nataka tukumbuke ya kwamba katiba yetu inadai serikali ieleze wananchi ile mipangilio yote inataka kutekeleza. Na tukiachana taarifa hizo za tanzia kutoka kaunti ya Kilifi, tunaingia katika kaunti ya Kisii, mahali ambapo serikali ya kaunti ya Kisii kupitia Wizara ya Kilimo imepiga marufuku uuzwaji wa mbolea katika masoko katika kaunti ya Kisii kama njia moja ya kudhibiti uuzwaji wa mbolea ghushi kwa wakulima. Hii ni baada ya watu kadhaa kushikwa baada ya kupatikana wakitengeza mbolea ghushi katika eneo bunge la Bonchari, wakati ambapo wawili hao wanaendelea kuzuiliwa ili uchunguzi ukiendelea. Lakini serikali imesema yule ambaye atapatikana akiuza mbolea katika soko ama masoko tofauti atachukuliwa hatua kulingana na sheria. Na wakulima wamehimizwa kununua mbolea hizo kutoka maduka yale ambayo yameidhinishwa ya serikali. Go to the markets and purchase anything which is purported to be a fertilizer being sold in the open air market. That fake fertilizer is not known and it cannot be traced. So it is a warning to the traders to stop selling fake fertilizers. Mimi wa hii kikundi nilikuwa naomba serikali yetu itupe muda kidogo, kwa sababu hii nayo imekuwa kama kustuliwa. Kilio changu kwa serikali ni kwamba angalau serikali wapatie muda kidogo ili wauze ile stock yenye walikuwa nayo, alafu ndio baadaye wataacha kuuza kwa open air market. Na tukiingia katika afya, wahudumu wa afya kutoka kaunti ya Busia wamekuwa wakiandamana wakilalamika kwamba serikali ya kaunti ya Busia imebuusa malalamishi yao. Wahudumu hao wamesema kwamba wataendelea na mgomo wao hadi siku ile ambayo gavana wa Busia na vile serikali ya kaunti ya Busia itasikia na kusikiliza vilio vyao. Problem here is the Council of Governors and the national government. They don't realize what you are. Right now I want to tell you, we have been going around and we find it difficult. Patients are suffering. When a mama goes to maternity, mama comes in with a very good fetal at mtoto anapumua. But because the nurse is one, mama anapozaa unakuta mtoto apumui. I want to address the President and the Minister for Health. It is unreasonable for them to talk about UHC, achieving UHC, and yet the UHC staffs who are the champions, who are championing this program, they are discriminated in terms of payment, in terms of seeking health services. Right now, as we speak, our NHIFs are not up to date. Last year, you came and intervened the GSS situation. And I think this UHC situation, when you say a word, it will be the final word.
taarifa zingine za biashara, Ruth Nyanchama atakupasha zaidi. Mimi ni Videlis Moshoge. Na katika biashara ni kwamba Katibu Charles Hinga ametangaza kwamba serikali imepokea riba ya bilioni 2 kutoka kwa bilioni 46 ambazo ni fedha za ushuru wa nyumba zilizowekezwa katika T-bill kufikia mwezi wa pili mwaka wa 2025, huku makusanyo ya kila siku yakiwa kati ya bilioni 5 na bilioni 6. Na katika habari nyingine ni kwamba hazina ya humu nchini imetupilia mbali ombi la katibu mkuu wa baraza la mawaziri linalosukuma kuongeza takriban mara 3 bajeti ya ofisi yake ya mwaka unaoanza wa 2025-2026. Hii ni baada ya hazina kuweka bajeti ya milioni 980.9 huku ofisi hiyo ikitaka kuongezwa bilioni 1.2 zaidi. Nikome hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.